Basi ndugu mpendwa mtazamaji, ni asubuhi nyingine njema ambayo Baba Mungu ameweza kuitengeneza ili mimi na wewe tukaweze kuifurahia, na zaidi ya yote tufunge macho na tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, ninakushukuru na kuabudu asubuhi ya leo. Asante ni kwa ajili ya hii siku Jehova. Hii ni baraka ya kipekee ambayo nimetupatia Mfalme. Umetulinda, umetuhifadhi, umetutetea, ukatufikisha majira haya. Na Baba, sina budi kuja mbele zako nikisema ni asante na ninaona kulitukuza jina lako, maana unastahili. Tunapoanza siku hii Mfalme wa mbinguni, Baba, najikabidhi mikononi mwako mtazamaji wangu na msikilizaji wangu Jehova, wote na ufunika damu yako takatifu. Roho za ajali za barabara na kataa, roho za visirani katika maisha ya Jehova na kataa na kukemea katika jina la Yesu Kristo Mfalme. Asante hata neno lako ambalo liko mbele yetu Jehova. Baba, naomba kwamba ukaweze kutufanikisha, Roho Mtakatifu Jehova akashuka na kuniongoza ili jina lako likanuliwe. Kwa jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Amen. Basi mpendwa mtazamaji, naomba asubuhi ya leo kwa muktasari tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo 19 kuanzia hapo 19 kuendelea hadi mstari wa 21 22. Kwa muktasari, maandiko yanasema kwamba siku moja Yesu alipokuwa mahali, kukawa na mtu mmoja, maandiko yanasema kwamba ni tajiri. Na ukiona mtu ambaye Biblia inasema kwamba ni tajiri, ameandikwa kweli huyo mtu alikuwa ni tajiri wa ajabu. Akaja kwake Yesu akamwambia, nifanye nini ili nikaweze kuona ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia kwamba waheshimu baba yako na mama yako, usizini, usiibe, hiyo mambo yao yote. Yaani sheria ndio Yesu alijaribu kumweleza, ile sheria ya Musa. Huyu mtu akamwambia Yesu, Yesu, wewe unaniambia nini? Hii mambo yote mimi najua, sheria iko mdomoni mwangu. Sheria nimeishika kama wana wa Israeli na Musa. Kwa hivyo hiyo yote nimeishika, ninajua. Yesu akamwambia basi kama umeshika ni mzuri. Akamwambia waheshimu baba yako na mama yako. Akasema hiyo yote bado ninajua, hakuna kitu sijui. Ninajua, ninaelewa na huwa ninatenda. Basi Yesu akazidi akamwambia, basi ukitaka kuona ufalme wa mbinguni, nenda ukauze mali yako yote ukauze kuwapatia masikini. Maandiko, mpendwa mtazamaji, maandiko yanasema mstari wa 21 ya kwamba huyu mtu aliposikia hayo maneno, ama huyu tajiri, akakunja sura yake, akaudhika na akaondoka mahali ambapo Yesu alikuwa. Nataka nikufundishe nini asubuhi ya leo? Mpendwa, unaweza kuwa kanisani uko na Biblia kubwa sana. Unaweza kuwa wewe ndio unahubiri, unategemewa. Unaweza kuwa wewe ndio unatoa unabii kanisani. Unaweza kuwa wewe ndio unatoa miujiza, unatenda miujiza kanisani. Unaweza kuwa hata kanisani unalala, unakesha kila wakati. Lakini nataka nikuambia kwamba huo sio wokovu mpendwa. You are too far away from the salvation of God. Hujafikia wokovu. Kuna watu wameshika doctrine za kanisa. Salvation is more than that doctrine. Salvation is above your church. Salvation is above your doctrine. Salvation is above your pastor. Si kwenda kanisani tu kuomba unasema kwamba mimi nimeokoka. Si kwenda tu kanisani tu sababu unajua kuhubiri unasema kwamba wewe umeokoka. Unaweza kuwa unatoa unabii lakini bado hujamtambua Yesu Kristo. Unaweza kuwa unatumika lakini bado hujamtambua Yesu Kristo. Huyu mtu tatizo lake ni kwamba hakuwahi kuwa na upendo, hakuwa na upendo wake Yesu Kristo. Ndio kuokoka, alikuwa ameokoka, anamtambua Kristo, lakini matendo yake ndani ya roho yake, nataka nikutangazia asubuhi ya leo ni kwamba alikosa upendo katika moyoni mwake. Na ndipo kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 13 Biblia inatuambia namna gani? Inatuambia kwamba faith, hope and love, the greatest of this is love. Mpendwa, upendo lazima ukaweze kudumu. Mkristo ambaye hana upendo ni Mkristo ambaye anayependa backbiting, kufitini watu wa Mungu. Mpendwa mtazamaji, na nataka tu nikwambie asubuhi ya leo, ukiwa mtu wa kupenda kufitini watu, kwa mfano hata kama wewe ni mchungaji, nataka tu nikwambie asubuhi ya leo, your church will never grow. Even you will never grow in your own salvation. Katika wokovu wako hautaweza kuwa ndio utatumika mzuri sana, watu watakuona unatumika, lakini pasipokuwa na upendo hutaweza kuhudumia watu wa Mungu. Pasipokuwa na upendo hata nyumba yako haitaweza kusimama. Ndiyo, ninajua kwamba mimi sikusemi wewe na hata sina shughuli na wewe, lakini neno la Mungu linasema kwamba huyu mtu alikuwa ameshika sheria. Hivyo ndivyo watu wengi tunajua kwamba unaposhika sheria wewe mbinguni unaenda. Unaposimama mbele ya watu na kuimba kwaya, ama unaposimama mbele ya watu na kutoa unabii, ama unaposimama mbele ya watu na kufanya
kufanya miujiza unafikiria mbinguni unaenda. My friend, uko mbali sana na wokovu wa Mungu. Uko mbali sana na hatima ambayo Mwenyezi Mungu alikupangia. Uko mbali sana na neno lake Mwenyezi Mungu. Hata shetani hutumika katika miujiza. Hata shetani anajua Biblia. Utapata mtu anasoma Biblia mstari moja, alafu tunaweza kusema kwamba huyu mtu ametosha kuwa pastor. Mpendo, nataka nikwambia kwamba kusoma Biblia from Genesis to Revelation haimaanishi kwamba wewe umeokoka. Haimaanishi kwamba wewe unamjua Mungu. Haimaanishi kwamba wewe ni mkamilifu, lakini uko mbali sana na wokovu. Huyu tajiri ni mtu mzima. Huyu tajiri ni mtu tajiri mkubwa sana. Lakini Biblia ikatuambia kwamba huyu mtu aliposikia kwamba mali yake kaguzwa akapeana kwa sababu ya upendo, alikataa na akaambia Yesu kwamba hii haiwezekani. Mpendo mtazamaji, nataka nikutangazia asubuhi ya leo, Mkristo asiye na upendo ndani yake ni Mkristo mfitini, ni Mkristo akona roho mbaya. Siku moja nikawa mahali katika nyumba tu ya Mungu, sitaki kutaja, nikapata pastor mzima amekaa mkutano, mimi ndio mjadala. Pastor mzima unayetumika kwa unabii, pastor mzima unayetumika kutenda miujiza, lakini unanisengenya. Wewe ni bishop, umekaa bishop mzuri, umekaa katika mkutano unasengenya mshirika wako ambaye Aisha ni mtu mdogo sana. Surely where are we going? Na ndipo wanasema kila wakati ya kwamba malaya ni rahisi sana kwenda mbinguni, mlevi ni rahisi sana kwenda mbinguni, lakini watu ambao tunaenda katika hizo makanisa za kiroho, mpendo, ni ngumu sana. Waislamu kwenda mbinguni ni rahisi, lakini tatizo letu kama kanisa za kiroho, vitina vinatawala katika huduma. Tumekosa upendo, tunasengenya washirika katika neno la Mungu. Tuko ndani ya makanisa mahali ambapo pamejaa na upendo. Biblia inasema kwamba nyumba ya Mungu ni nyumba ya upendo. Nyumba ya Mungu ni nyumba ya urejesho. Ukiwa na upendo na watoto, mpendo, utabarikiwa. Ukiwa na upendo na watu walio chini yako, hata pia utaweza kuinuliwa. Lakini kama wewe unajifanya kwamba wewe ndio kiongozi na wewe ndio umejaza vitina, wewe ndio unajua kusengenya, wewe ndio unajua kusema matatizo za watu, mtu amekuja amekueleza tatizo la nyumba yake, maybe tatizo la kindoa, lakini unatoa ile tatizo, anapoondoka tu unabeba tatizo na kuanza kuandika kwa mikutano za hadhara. Mpendwa, jifundishe kuweka siri. Mpendwa, jifundishe kuficha mambo mengine. Wakristo, wewe, mimi nikiwa mchungaji, unaponieleza mambo yako, siti nitatoka na kwenda kusema, na iwafatoli nitatoka na kwenda kutangaza, basi sina hekima na sina akili. Maana Mkristo yote ni kama mtoto wako. Wewe kama pastor, mshirika yote ni kama mtoto wako anayekuja na kueleza, baba yangu ama mama yangu, napitia changamoto za kindoa, napitia changamoto za kibiashara, napitia changamoto za kimaisha, lakini wewe kwa sababu umekosa upendo, umekosa hekima, unabeba yale maneno na kuanza kutangazia watu wengine. Wewe ni pastor wa aina gani? Pastor ambaye hawezi weka hata siri ya nyumba yake, pastor ambaye hawezi weka hata siri ya watoto wake, pastor ambaye hawezi weka siri hata ya huduma wake. I'm telling you for free, huduma yako lazima itaweza kugongwa. Utazidi, miaka zinaenda miaka zirudi, lakini huduma bado itabaki vile vile. Nataka nikwambia kwamba tajiri mkubwa sana, tajiri aliyelijua neno la Mungu, aliyeshika sheria kama wana wa Israeli, lakini tatizo ni kwamba alikosa upendo. Mpendwa, katika makanisa yetu tumekosa upendo. Mpendwa, katika nyumba zetu tumekosa upendo. Mpendwa, katika hata ndani ya makanisa tunafunga, tunaomba, lakini tumekosa upendo. Mwenyezi Mungu ametubariki, lakini tumekosa upendo. Tumekuwa vikwazo katika maisha, watu wengine hawakuji kanisani. Tumekuwa vikwazo katika hata kwa washirika wenzetu ambao tuko na wao ndani ya kanisa. Mnakaa na mtu leo mnaongea vizuri, kesho anabeba maneno na kupeleka, na anapopeleka hapeleki vile mlivyoongea, anapeleka maneno kwa ajili ya kujipendekeza, ameongeza chumvi na sukari. Hiyo ni njia ya kukosa upendo. Mpendo wa mtazamaji, Mwenyezi Mungu anasema kwamba Roho Mtakatifu hawezi kaa mahali ambapo hakuna upendo. Hata nyumba, ndoa inayokosa upendo huwa haiendelei. Kampuni ambayo haina upendo haiendelei. Kwa hivyo hata huduma, na Bwana anasema kwamba Jesus Christ is the husband of the church. Kwa hivyo kama Kristo ndio mume wa kanisa na yeye mwenyewe ni upendo, na Mungu mwenyewe ni upendo, mpendwa, dumisha upendo katika mahali ambapo washirika wanakuja kupata chakula cha kiroho. Ukiwa na upendo, hata watoto watakupenda. Ukiwa na upendo, mambo yakiharibika utaambiwa. Lakini kukusanya watu wawili watatu because of this backbiting behavior, my friend, haitakupeleka popote. Tajiri, tatizo lake ni kwamba alikosa upendo. Na wengi wetu wachungaji, mabishop, maaskofu, maprofet, walimu, maevangelist wamekosa upendo katika nyumba ya Mungu, na hii itakuja kutuadhiri sana katika maisha yetu kama Wakristo unless tubadilike.
Tufunge macho na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme Mungu ishie milele, ninakushukuru na kuabudu asubuhi ya leo. Baba yangu, ukainuliwe, ukaabudiwe kwa sababu ya neno hili mfalme. Bariki mtazamaji wangu, bariki msikilizaji wangu mfalme, popote alipo. Jehova, tupe roho ya upendo, tukapendana na kuwa kitu kimoja mfalme. Makanisa yanapasuka kwa sababu ya kukosa upendo. Mapastors na manabii na maapostoli, mitume, Jehova mbinguni, Baba, ndio wao ndio nabeba vitina na kusengenya makondoo zao, ndiposa makanisa zinakosa mwelekeo. Mungu ishe milele. Baba, ninakuomba asubuhi ya leo tusamee Jehova ajabu kwa roho za vitina, roho za masengenyo mfalme. Baba, tukawe na roho ya upendo mfalme. Maana umesema katika upendo amani. Jehova mbinguni, upendo ni jambo bora katika maisha ya watoto wako. Najua kwamba Mungu mwenyewe ni upendo, hata Yesu Kristo mwenyewe ni upendo, na kanisa linafaa kuwa na upendo mfalme. Baba, ninakushukuru, ninakuabudu asubuhi ya leo. Nchi imekosa upendo, kanisa limekosa upendo, familia imekosa upendo, ndoa imekosa upendo. Baba, wenzetu wamekosa upendo na sisi, lakini asubuhi ya leo Jehova, neno lako lanikumbusha kwamba mfalme, tajiri alikuwa ameshika sheria, lakini sheria hii kumpeleka mbinguni, Biblia hii kumpeleka mbinguni. Hizo